sita iko mwishoni sana. Siku ya sita iko mwishoni sana. Siku ya saba itaanza wakati wowote. Na siku ya saba itaanzaje? Tutajuaje kwamba ndiyo siku ya saba imeanza? Siku ya saba ya wiki ya pili katika kalenda ya Mungu itaanza kwa Yesu kusimikwa kuwa mfalme wa dunia hii, ambapo atatawala muda wa miaka 1000. Na atakapomaliza utawala wake wa miaka 1000, basi wiki mbili za Mungu kushughulika na dunia hii zitakuwa zimekwisha. Mizunguko miwili itakuwa imeisha, na hapo kitakachofuata ni umilele. Kwa hiyo tunapozungumza kalenda ya Mungu, hii ni kalenda mama. Hii ni kalenda mama ambayo kulingana na mpango wake tunaposoma katika Biblia ni mizunguko miwili tu. Mzunguko wa kwanza uliisha miaka 7000 ya mwanzo, ambayo kimsingi katika Biblia inaanzia Mwanzo 1 mpaka Mwanzo 2 mstari ule wa 5. Hapo ndipo wiki ya kwanza ilipoishia na Mungu akapumzika. Na katika ile wiki ya kwanza yale tunayoyasoma ambayo Mungu aliyafanya, ule uumbaji uliofanyika, kwa asilimia kubwa uumbaji ule, sehemu ya uumbaji ule ilikuwa ni kama ramani, kwamba Mungu alikuwa anachora ramani ya dunia ambayo anataka iwe, ijapokuwa kuna sehemu zilikamilika katika sehemu ya kwanza. Lakini baada ya miaka 7000, inapoanza mwanzo wa miaka 7000 mingine, kuanzia pale Mwanzo 2 mstari ule wa 6, ndipo tunaona ile plani aliyokuwa nayo Mungu juu ya dunia hii inaanza kuwa halisi. Mungu anainyeshea ardhi unyevu ili mimea iote, ili sasa mwanadamu aweze kuwa halisi. Maana uumbaji wa Mwanzo 1 ilikuwa ni plan, lakini sasa Mwanzo 2 kila kitu kikaanza kuwa halisi. Chukua Biblia yako, soma tena ule mstari soma mstari kuanzia Mwanzo 2 mstari ule wa 5, ndipo utagundua kwamba kile kinachozungumzwa Mwanzo 1 asilimia kubwa ilikuwa ni plan. Ndiyo, dunia ilikuwa imekwisha kuwepo, lakini Biblia inasema haukuwepo mche wowote wa kondeni, kwa sababu Mungu alikuwa hajainyeshea nchi, na wala hakuwako mwanadamu wa kuilima ardhi. Sasa baada ya hapo ndipo Mungu ananyeshea ardhi maji, mimea inaota, mwanadamu anakuwa halisi kwa kupewa mwili, alafu anawekwa katika ile bustani. Sasa hapo ndipo wiki ya pili ilipoanzia, ambayo imeendelea sana, na sasa ni siku ya 6 mwishoni kabisa. Wakati wowote tutaanza siku ya 7 ambayo ni Sabato. Na historia imeprove hivyo kwamba tangu Adam mpaka sasa ni kama miaka 6000 imeisha. Ni kama miaka 6000 imeisha au inaishia, ili sasa tuweze kwenda katika siku ile ya 7. Mungu wa mbinguni akubariki. Naomba uendelee kuwa pamoja na mimi tunapoingia sasa katika sehemu nyingine ya kuzungumza zile kalenda mbalimbali ambazo Mungu ameziweka katika Biblia na amezitangaza. Na mimi kwa kutumia maandiko nitakuonyesha kalenda moja baada ya nyingine na sababu ya kuwepo kwa kalenda ile, kwa sababu kalenda inapotengenezwa kwa kweli lazima iwe na jambo, iwe na kusudi la kutekeleza, la sivyo kusingekuwa na sababu ya kuwa na kalenda. Kwa hiyo niendelee kusisitiza kwamba Mungu ana kalenda na Mungu anatembea katika kalenda yake hata sasa. Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea kusubscribe, endelea kushare na watu wengine, ili kwamba watu wengi wapate somo hili, kwa sababu ninaelewa kwamba halizungumzwi kabisa. Kwa hiyo inawezekana ukawa unasikiliza mambo
ukaanza kushangaa kwa